bwana dadangu, samahani kwa kusimamisha, sijui tunakuchelewa. Mwenyewe sijui ni kigodoro, sijui ndo shape lako. Okay, wewe dadangu. Bwana, matatizo ameumbiwa binadamu, matatizo hajaumbiwa mnyama wala miti. Kwanza hata binadamu, kwanza hata wanyama wameumbiwa matatizo. Kuku si anachinjwa, mbuzi si anachinjwa, miti si inakatwa. Matatizo unakuja kugundua. Twende kwenye point. Sawa dadangu. Bwana, kwanza dadangu, hongera, mimi nikupongeza, umependeza. Dadangu umependeza, japo kana kuona umechangamka jamani. Bwana dadangu, sisi tuna matatizo kama unavyotuona hapa bwana, sisi ni vipofu. Sio sisi, mimi ndio kipofu. Sisi sio wote. Sasa nilivyovaa miwani nikasahau shika. Okay, sasa dadangu bwana, okay tu samani, yaliyopita si ndwele. Bwana dadangu, matatizo ameumbiwa binadamu. Ndugu yangu hapo unavyomuona ni kipofu. Sisi lengo ni moja, tunaomba msaada dadangu. Tunapita sehemu, mtu mwenye kidogo chake walau anatupa chochote, Mwenyezi Mungu anamrudisha alipokitoa, ili ndugu yetu tupate nini ile sijui nini ile kwenda India ukatibiwe. Tupate hela kwenda kutibiwa. Si hiyo. Tupate mahitaji. Mungu atakusaidia kwa sababu ukitoa Mungu anakuongezea maradufu. Mungu anakuongezea mara 2 ya kile ulichokitoa. Kwa kama dadangu hapo ukisema sisi utupe milioni, unafika kwako na milioni 3, si ndio? Ukisema hapa labda kwa mfano kama sasa hivi ukampigia labda bwana wako, hapa kama wewe unajua unaweza ukaona mume wa mtu. Ukimpigia labda mchepuko wako akakwambia mume wangu na shida milioni 3, ukatuma milioni 3 mpaka unafika kwako. Una milioni ngapi? Si mara 2 milioni 9. Hapo umeelewa? Ngoja sasa dadangu, sasa tumalize kwanza. Kwa dadangu, sisi lengo ni moja. Tunapita kule. Wenzako kama wewe wameshatoa, wanatoa labda unakuta 10,000, 20,000 kusudi mimi ndugu yetu tumpeleke hadi 50,000 ndugu yetu tumpeleke India akatibiwe macho. Alafu hiyo miwani isikuchanganye. Yaani ndugu yangu mimi kabla ya kuwa kipofu alikopogo ni Mnyamwezi. Anapenda ile Unyamwezi. Kwa hiyo hata wakati amepata matatizo ya kuwa kipofu, mlemavu wa macho, akawa anapenda vitu vya Unyamwezi. Kwa hiyo ikabidi tumtafutie miwani yenye rangi ili awe anaona Unyamwezi. Unajua Kwa hiyo unavyomuona hapa bwana ni kipofu. Mimi ndo nashika hii fimbo, nakaa mbele na muongoza. Na mimi naweza nikafanya kazi ndio nikamsaidia, lakini nashindwa kwa sababu familia nzima imetutenga. Nishakuelewa kidogo. Tumwachie nafasi atupe hiyo hela. Tukae kulima. Waangalie. Kwani nyumbani kwenu mashamba hakuna? Nyumbani kwenu mashamba hakuna? Yapo majanja. Tafuteni mishanga ziwale. Mimi mwenyewe natafuta bwana hapa nipe hela niende India nikatengeneza shape. Niwachukue hela niwape nyinyi. Kwa upofu gani ulokuwa nawe? Hawezi kulima wewe. Wewe mashamba kwenu hakuna? Unataka alime akijikata? Acheni uzembe nyinyi vijemedai, tafuteni mishamba mulime. Kama hakuna shamba tafuteni mishanga. Mimi mwenyewe hapa natafuta. Mimi nikajua wewe umevaa umependeza, pedeshonda kunipa hela nini mambo yangu yakae sana kuja hapa mnipa hela. Mimi niwape nini? Dadangu wewe mnaenda toka. Kwanza mimi nikajua ndio shape yako, kumbe umeweka kigodoro. Nini? Unaona tunakosa hela kiboya, unaongea maneno. Unakosa hela gani? Wewe ndio jau. Wewe ndio jau. Hapo unatoka hapo unaongea maneno kibao rafiki yangu. Wewe miwani alikuwa amevaa nani? Kumbe nilikuwa nimevaa mimi. Kwa nini umeipuliza sasa hivi? Nimepuliza kati ushamwambia kwamba eti sisi sote hatuoni. Tunaongozana vipi sasa? Lakini wewe ndio jau. Wewe jau bwana. Sema yeye ndio jau, lakini si umeona hata alivyo. Sasa sikiliza. Kazi ile pale unaiona? Sasa sikiliza, yule pale mdada anayekuja sasa tumchengeze vile. Hakikisha tunapatia mwanzo mwisho. Baridi. Mademu wenyewe ndio wapo wanakuja tuliwachengeza tusikosee baridi. Ongea vizuri tupate hela. Fresh haina noma kaki. Dada zangu 80 mara moja hapa tunawaomba jamani. Nyie ndio tulikuwa tunawasubiri hapa mimi na ndugu yangu. Bana dada, mambo vipi? Mambo? Wewe sikubusu umekomaa mikono. Dada yangu akia Mungu, mimi ndo mara ya kwanza naona wanawake warembo design yako wewe. Dada yangu wewe ni mrembo jamani, umebarikiwa. Nyie wanani umemuona huyu? Waka wewe uone. Anyway, bwana binadamu ameumbiwa matatizo na matatizo hajaumbiwa binadamu. Nimekosea. Wahenga okay. Binadamu kaumbiwa matatizo hajaumbiwa jiwe. Huyu unaomuona hapa ni kipofu, ni kaka yangu, tumezaliwa tumbo moja. Yeye ndo mkubwa kwenye familia yetu. Nimeanza kuzaliwa mimi akafuata yeye. Huko nyuma alikuwa anaona vizuri. Yaani matatizo yeye ya kuona alikuwa hana kabisa. Kama unavyomuona hapo. Matatizo ameyapata ukubwani, ana familia yake, ana watoto 4, ana mke. Familia baada ya huyu bwana kupata upofu, familia imetutenga kabisa. Mimi ndo nikabaki na stendia majukumu nyumbani. Kwa hiyo nikaona huyu ndugu yetu ili arudi kwenye hali yake ya kufanya kazi zake za kawaida, aimudu familia yake, tufanyaje? Ndo nikapata wazo sasa. Tuanze kupita mtaa kwa mtaa, barabarani, watu wenye mioyo safi kama nyie. Mnatoa kile mlichobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Sisi tupate hela ya kumpeleka huyu India akapate matibabu ya macho ili arudi kuendelea na activity zake kama kawaida. Kwa hiyo ukitoa kidogo ulichobarikiwa na Mwenyezi Mungu, unaongezewa mara 2.
Subiri kwanza. Kipofu mwenyewe yupi huyu? Huyu hapa. Wewe unajua ni nani? Huyu kipofu huyu. Sasa ni nani? Wewe shogangu chizi, waigizaji ni wengi mjini hapa, kila mtu anatafuta hela kivyake. Tuondokeze tu waigizaji. Hamna chochote, hamna kipofu, hamna mwenye shida yoyote hapo. Kwa hiyo dada yangu sisi umetuona tunaigiza, si ndio? Yaani dada yangu mtu anapata ni kipofu, anakuja kuomba msaada, wewe unasema anaigiza? Hata tukwambie leo kwetu kesho kwako. Niamini mimi. Hata mimi naweza nikachukua hicho kimiwani na hicho kina nini nikaanza kuomba, usishanganye. Omba. Dada yangu achana na huyu ndugu yako bwana. Wewe nilikuona tangu kule. Wewe nilisha kuona, ndio maana mbona unalomba dada yangu wewe? Unaonea huruma? Ndio, wewe ni kabisa aoni maskini. Dada yangu msikiza, wewe unaonekana ni mtoaji, una moyo wa huruma. Achana na ushoga yako. Sisi tubariki kidogo ulichobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Sisi tunalipa namba pia. Lipa namba. Kama una keshi tupe keshi. Angel. Wenzako wanachangia kule 10,000, 50,000. Jamani Angel, watu wanaomba hela wanalipa namba. Hii ya nini sasa dada yangu? Hii buku ya nini? Nimewasaidia, simesema nitaki hizo nilichonacho au? Sasa hii buku kwamba wewe tumekwambia tunaenda India dada yangu. Sasa hii India inafanya matibabu gani? Ngoja kwanza kidogo. Sister, ngoja. Wewe muda wote unaongea na rasta zako na kuangalia kama Kibu Dennis. Hii buku sisi tumekwambia tunaenda India kufanywa matibabu. Tulia kwanza. Ananiona? Nisikilize. Tunaenda India kufanywa matibabu. Unatupa 1,000. Wanauza mahindi kwenye ndege. Hii hela itatusaidia nini? Hatuendi posta. Yaani sasa tuombe nauli ya kwenda posta, tunaomba nauli ya kwenda India. Embu kweni serious basi. Tupe laki hiyo bwana. Hela gani? Kiendacho kwa mganga akirudi, embu toka hapa. Wewe dada, tupe laki. Matapeli hawana chochote, unaona kumbe hata. Na kupendeza kote huko sisi tulikuwa tunajua mna hela, kumbe mna embu toka. Mpe buku lake. Toka. Buku gani? Mpe buku lake. Mpe buku lake, mpe buku lake. Maskini wa kutupwa nyinyi. Yaone kwanza. Mimi nikajua na hela rafiki yangu. Wewe umeshaanza kuwatongoza, umeshaanza kufanya nini? Yaani unazingua muda wote baba. Wakati nataka tufanye kazi, unawabusu wa nini? Wewe unamwambia mteja amekomaa mikono, atakupa hela. Wakati huyu ni mteja, sisi tunamwomba kama mteja. Sasa ndugu yangu, sema ndugu yangu, mbona yule amekukomalia sana uone hivyo au mimi ndo niwe kipofu? Atasema sasa kipofu. Ukiwa wewe kipofu hamna, kwa sababu unaweza wewe unaongea sana. Hapa nataka tuende tukafanye mchongo mwingine tujue tunafanyia. Basi sikiliza ndugu yangu, hapa tuende mtaa mwingine. Tukamalizie issue yetu, tumalize kabisa. Bana jioni ishafika ituondoke. Kati ya kipofu na mguu inasikitisha sana. Kati ya kwa kipofu na mguu. Sasa ukiwa na mguu unaweza kusema ile cheza kwa madoido kama Chiba ile, wakaona una kipaji wakakupeleka uwe dancer. Ukiwa kipofu atasema uzioni style. Sasa hivi tunaenda mtaa gani? Ndio, wote tunaenda mtaa hapo. Usije tukakutana na wale tuliomba mara ya kwanza wakatukaomba tena. Sasa kwani mtu anakuwa amepona macho? Si bado ni kipofu. Yaani ukikutana kidogo unamsaidia tena. Sasa ninavyosema kama vile nilikipofu, wewe mtoka hapa tuondoke. Ondoke ndugu yangu. Samahani kwa kuwasimamisha, tumeona sijui mnatoka vile, sijui ni mke wako, sijui mchepuko, sijui nani yako, samahani. Kuhusu wala anipigi busu. Yaani ila samahani, umesikia brother, huyu hapa mimi ni ndugu yangu. Matatizo hajaombiwa nyau, matatizo hajaombiwa miti. Hata wewe anaweza kukukuta. Unavyomuona huyu alikuwa ni mzima wa afya. Hivi unavyomuona. Ghafla sijui alifanya nini jamani, maskini ya Mungu. Akawa kipofu ghafla, ndugu akamkataa. Mimi peke yangu uko mzima ndo nikabaki niko naye moja kwa moja, bega kwa bega, kuhakikisha tunapata pesa ya matibabu, aenda akatibie macho yake arudi kuwa sawa. Hiyo miwani ya nini? Hii miwani yani, ndugu yangu kabla hajawa kipofu alikuwa anapenda sana unyamwezi. Kwa hiyo hata alipokuwa kipofu akasema anataka miwani ile ya swag. Ndio maana tukamchagulia miwani iwe na rangi hiyo. Singempatia tu jamani miwani nyeusi tupu. Sasa okay, inamsaidia yeye, si ndio? Kwa unaiona? Aione, achana naye. Kosa blaza, sisi tukaona kwamba ni sio vyema tuibe, tukabe. Unajua maisha tunaweza kaiba leo hii eti ili nimsaidie ndugu yangu nikachomwa moto. Kwa hiyo tukaona ni vyema tuombe tupate pesa ya matibabu. Kwa hiyo sisi hapa tunaomba chochote ulichobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Sisi tuakia Mungu tunakipokea na Mwenyezi Mungu atakurudishia ulipotoa. Na hata kama hamna pesa, sisi tumehangaika leo nzima hatujala. Tupate hata chakula tu. Yaani chakula tu, kila chakula Mwenyezi Mungu atakurudishia ulipopatoa, si ndio ndugu yangu? Hata kama hamjabarikiwa na Mungu, yaani mlichobarikiwa na kitu chochote. Hata kama hamjabarikiwa na Mungu chochote tu sisi Mwenyezi Mungu atawabariki jamani. Wangu nenda ndogo. Baby, mimi leo sijatoka na hata 100 ndani. Unaona yote? Kama una hela kubwa brother, tunaenda kuomba change. Sikiza kwanza, ndani ulisema kuna chakula. Kuna chipsi ngapi? 2? Yes, tulinunua 2 kwangu na kwako. Nasikia wewe, si nyumbani kwetu sio mbali. Kwa kama inawezekana, tutoke hapa tuende moja kwa moja pale nyumbani, mkapate hiyo riziki.
Itakuwa ni vyema sasa hivi. Aise, shukrani sana. Si twende tuondoke. Shukrani sana. Shukrani sasa. Sisi tunaweza tukawafuata. Sio mbali na hapo. Sio mbali hapo tutawapita. Basi haina shida tu, niongoze, eti niongoze. Acha nikuongoze. Twende basi. Unaona mapepe wewe? Kuna watu wana moyo wa nani? No. Chakula tena tuujilie. Vipi mmemaliza na ulete maji ya kunawa? Achana nao dada yangu, sijisumbue bwana. Tushajilamba. Yaani mimi nikijilambaga vizuri. Yaani mtu hawezi kusikia hata harufu kama nilikula nini. Jamani, tumezunguka leo mitaa mingi, tumeomba kusudi ndugu yangu tukamfanyia matibabu, tuende tukafanyia matibabu. Watu wengi wamekuwa wakitukopa kwepo, wengine watoto sima tapeli. Mwenyezi Mungu anatuangalia jamani. Hatimaye tukakutana nyinyi watu mna roho nzuri, mmetupa chakula. Mwenyezi Mungu arudishie mara 10 pale mlipotoa jamani. Tumeshiba. Hapa hatimaye tumepata nguvu ya kwenda kuomba mitaa mingine hata 10. Ili tupate tu hiyo hela kwenda India kufanya matibabu. Kwa jamani, mbarikiwe, Mwenyezi Mungu arudishie mlipotoa jamani. Poleni sana, poleni. Na siku tutakayotaka kwenda India tutakuja tena kula hapa chakula ili twende India. Jamani, Mwenyezi Mungu awabariki. Chukua ndugu yangu simu. Sasa jamani, tuache jamani sasa. Si ndio? Wewe sisi tuache jamani. John, wewe kijana njoo. Mbona kuna sintofahamu ambayo sielewi? Kuna sintofahamu ambayo sielewi. Ipi sasa hivi? Wakati mnakuja, huyu ndio kwa kipofu, wewe ndio uko unamuongoza njia. Lakini sasa hivi huyu anakuongoza njia, wewe ndio kipofu. Yaani imekwaje? Muda ule alikuwa nani? Muda ule ndio alikuwa kipofu. Kwa maana yeye amjui kama unakuja kuwa kipofu. Wewe sasa hivi ndio unakuwa kipofu tena, maana yake nini? Ulikuwa zama nani? Mimi zamu yangu ilikuwa jana, wewe zamu yako leo. Samahani kiongozi, samahani sana jamani. Ukishibaga haga unasahau. Zamu ya nini sijaelewa kwenye bwana? Zamu ya nini sijaelewa? Zamu ya nini sijaelewa? Yaani huyu ilikuwa ni zamu yake jana, yeye kuwa kipofu. Kwa leo mimi ndo zamu yangu, kama tukataka kukumbushana majukumu ya kazi. Nyinyi msituingilie kwenye kazi yetu. Mwenyezi Mungu awabariki pale mlipotoa. Nyinyi msituingilie kwenye kazi. Yaani Mwenyezi Mungu awabariki pale mlipotoa. Hapana, leo hamna baraka yoyote, njoo nionyeshe.